Ndiyo papa mtangazaji, huu ndo ufugo wetu wa nguruwe. Hiyo ni nyumba ambayo ziko alala ndani, na huu upango ni mkubwa sana, kwani unazunguka huku kote nyuma mpaka jinsi tulivyotembea na weye. Unaanzia hapa unaingia mpaka Mumai kwenye hiki kisima kikubwa. Huu ndio ufugaji wetu wa nguruwe ambao unapatikana hapa Kasonge, kando kando ya kijiji cha Mkera. Zilikuwa mingi sana kuliko hizi, alafu wafugaji wengi walifiwa na mifugo, ilibidi waje hapa ili wapate tena kurejesha ufugaji wao nao kuanzililia tena upya. Ndio hivyo kabisa. Na labda ni dawa ipi ambayo mnaipatia nguruwe ili zisipatwe na zile magonjwa? Ni dawa ipi ambayo mnatumikisha hapa? Hapa tuko na veterinere kabisa ambaye anatumwa hapa kwenye kijiji chetu cha Mkera. Yeye ambaye kwa tusaidia kwa kuja kutibu mifugo hapa. Hako anatumikisha madawa tofauti tofauti kama gisi alivyosoma. Itabidi ni yeye mwenyewe ambaye atahusika kwa kujibu swali hilo zaidi. Ila hapa tuko na maoxi, albendazole, zazo na ingine madawa tofauti, endo anayajua zaidi. Na ulisema ya kwamba hapa kulikuwa nguruwe nyingi ambazo zilikuwa zimetapakaa hapa, lakini zimepungua kwa sababu ya kufariki na magonjwa. Hapana, hapa tukupata hicho hilo janga. Ndio. Isipokuwa za wengine ndio zilifariki na magonjwa. Sisi hapa kwetu hatukupata janga hilo. Tuliuzisha sasa kwa bei kidogo kidogo kwa wale ambao walifiwa na mifugo. Tukawaambia wanaweza wakaleta sabuni kidogo kidogo tu ili tena waweze kuwekeza tena kwenye nguruwe, kwa sababu hatupendi watu waishi bila makazi. Ndio. Kama gisi nilivyokuambia, hata watu wakija eti na mimi napenda kuwa mfugaji wa samaki, tuko tunampa mbegu za bure hapa, kwa kuwa tunapenda watu wao wengi ambao ili tuone nini inaweza tuma tufukuze magonjwa ya tapiamlo pamoja na umaskini pia. Kwani kipindi mtu anategemea nguruwe yake hawezi tinga watu ili akawapore kwenye mabarabara zetu. Ndio. Naona upango ni mkubwa sana wa nguruwe. Labda una malengo gani juu ya nguruwe, kwa sababu upango ni mkubwa sana kuliko hata wengine wafugai wa nguruwe jinsi wanavyoweka ama upango zao? Ndio. Kwa hiyo upango tulibidi tunenepeshe upango, kwa kuwa nguruwe nayo ni ufugo iko sawa vile mwanadamu. Ufugo wote uko sawa vile mwanadamu, unahitaji upate fasi ya kujitembeza, ujisikie huko huru. Sasa watu wengi wanapofuga, pahali pa kufuga wao wanaenda funga. Yaani nguruwe naishi sasa yenye iko mkifungo, haiko muufugo bali iko kwenye kifungo. Yaani iko sawa vile prisonier. Yaani ufugo haina uhuru, na wakati ufugo wote ule unahitaji uhuru. Ndio maana unakuta hadi hii tere mzima yote tuko tunaipitisha upango ili zizidi kuwa uhuru zaidi, mifugo yetu izidi kuwa uhuru. Yaani itembee kadiri na gisi eneo letu lilivyo. Ndio maana tunafanya hadi upango mkubwa, kisha miaka miwili miaka mitatu hii tabakia ya nguruwe tu zile wale wazazi. Kwani huu upango mzunguko wenyewe tu ni wa mita 516 mzunguko wa upango. Sasa watu wengi wanafuga, wanakuta wanatia mita 5 kwa 5 anafuga nguruwe. Mita ngapi? Yani nguruwe kimaliza juma moja tu au wiki mbili kwenye ndani ya upango, inafikia kugonda mpaka unasikilia huruma. Unajiuliza hii inagonjwa? Hapana, ilikuwa ndani ya upango. Yani ilikuwa ndani ya upango bali ilikuwa kwenye kifungo. Ndio. Labda malengo yako ya ufugaji wa nguruwe ni unalenga nini haswa katika kijiji cha Kasonge na Mkera? Mimi ninacholenga hapa kabisa ni ile hali ambayo nilikwambia. Sitaki watoto wangu wakose chakula, na sitaki watoto wangu wakose masomo, na sitaki watu ambao tuko tunasaidizana nao makazi hapa wakose kulipo. Kwani ninapouzisha nguruwe 2 3
tunalipa mtu ambaye alitumikia 1500, 300, 200, mia ngapi kadiri na gisi alitumika, huwa tunatosha makuta mwa hivi ambayo tunavyo hapa. Hiyo ndo malengo makubwa kabisa sisi kufanya hivyo. Na ujumbe wako wa mwisho kwa wale ambao wanaofuga nguruwe kwa kuwaweka kwenye mapango kwenye vibanda ambavyo havistahili nguruwe kufugwa, na wale pia ambao hawawekezi kwenye ufugaji, ujumbe wako wa mwisho unaweza kuambia nini? La kwanza naweza kuambia wafugaji wenzangu, tunenepeshe maupango zetu. Tunenepeshe fasi ambayo tuko tunafugia. Na cha pili ni kwa wale ambao hawafugi kabisa, hapana, wafanye nguvu yoyote ile wawekeze kwenye kufuga. Unakuta mtu anaishi mfano hivi vijiji vya huku kwetu, mtu parcele inaanzia sawa pa kwetu Kasonge, parcele yako utakuta inaanzia barabarani inaenda mpaka kwenda pakana na nyingine kijiji kule. Kwa nini nyuma nyumba yako usitia yako lupango? Kama huku barabarani huko na mita 25 kuendelea sasa huko, yani unaweza ukaache hiyo nafasi tu yako ya manyumba pale kwingine nyuma ya eneo ya manyumba, eneo ya mawesoshi aje. Piga upango mkubwa pale mrefu, ushuke kule chini, ukaweke mfugo pale. Haiwezi kuwa hata nguruwe, inaweza kuwa hata ufugo wa kuku, inaweza kuwa hata ufugo wa mbuzi. Yani utakuta vitu vyako. Si unaona ulipokuwa na haja ya kuona nguruwe tuliita tu zikaje. Sasa ingelikuwa sema hazikukua ndani ya upango, kama ziko zinazagaa huko mbalimbali na kuna mara ungeliziona, hata kuziona ungeliona tu upango na ungelishia tu pale. Kwa hiyo wao wanatia mifugo kwenye upango kwa ajili ya kutukua tunasumbua walimaji nao wa mamboga mboga, kwani mifugo hii ni baribifu zaidi. Hawa wajue eti hivi ni vyakula vya watu, hivi ni tuheshimu, hapana. Hata watakula watangoa tu. Alafu na wakati hivi vimboga mboga na vinatusaidia kwa chakula, vinatusaidia kwa kinga za mwili na kuendelea. Kwa hiyo hiyo ndo ujumbe ambao napatia watu, tuwekeze kwenye kifugo. Ufugo ni mzuri zaidi. Ufugo ni mzuri zaidi. Mtu aliye na tegemeo yake ya ufugo wa hivi, hata kama naweza nikaishiwe hela, nitafika hata kwako, nitakwambia ni azime hela kiasi fulani, nitakulipa kisha wiki 2 utanipa. Kwani unajua eti mtu ana tegemeo fulani. Lakini ikiwa bila tegemeo ni vigumu sana mtu kunipa deni, au kwani unajua eti bwana hana chochote ambacho atakachonilipa kwacho. Kiongozi, tunakushukuru. Asante sana.